Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana kwa ajili ya asubuhi njema. Sante kwa uwepo wako mahali hapa. Sante Mungu wa mbinguni kwa ajili ya pendo lako. Tunakupa Bwana sifa na utukufu, kwa sababu ni wewe ambaye hauchoki wala uachi kusema nasi. Hata wakati Mungu wa mbinguni unakwenda kusema nasi, tunaomba Roho Mtakatifu endelea kutufungua, endelea kusema nasi, endelea kutupa wepesi kwenye kile ambacho umekusudia asubuhi hii. Tuwezeshe Bwana kukielewa na kukipokea. Ni katika jina la Yesu Kristo. Kanitumie pia na mimi kama chombo chako kiteule, ukawatumie pia na watumishi wako wote kama vyombo vyako viteule, ili pamoja kwa umoja tuendelee kujifunza neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba ya yote, tukiamini pamoja na kushukuru, na watu wa Mungu tuseme amen. Basi andika kanuni 7 za kuomba kwa ufanisi. Kanuni 7 za kuomba kwa ufanisi. Kila jambo unalotaka kulifanya vizuri lazima lizingatie kanuni na utaratibu, kwa sababu nje ya kanuni na utaratibu huwezi kupata ufanisi au uzuri wa jambo unalolifanya. Narudia, kila jambo unalotaka kulifanya vizuri lazima lizingatie kanuni na utaratibu, kwa sababu nje ya kanuni na utaratibu hauwezi kufanya au hauwezi kupata ufanisi au uzuri wa jambo unalotaka kufanya. Alikadhalika, maombi yenye nguvu ni matokeo ya kufuata kanuni sahihi za kiroho za uombaji. Maombi yenye nguvu ni matokeo ya kufuata kanuni sahihi za kiroho za uombaji. Hivyo kanuni hizi za kuomba kwa ufanisi ni lazima zifundishwe. Kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa kwanza. Luka sura ya 11 mstari wa kwanza. Ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali. Yani tufundishe kuomba kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Hawa ni wanafunzi wa Yohana na wanafunzi wa Yesu pia. Wanahitaji kufundishwa kuomba. Sisi pia ni wanafunzi wa Yesu. Tunahitaji kufundishwa kanuni sahihi za kuomba kwa ufanisi. Zamani nilijua kwamba maombi sio jambo hasa la kufundishana, kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu. Yeye hutufundisha yote katika yote. Lakini nimekuja kujua kwamba pamoja na uwepo wa Roho Mtakatifu, tunahitaji kufundishana namna itupasavyo kuomba vizuri. Ndio maana hapa andiko linasema utufundishe sisi kusali, utufundishe sisi kuomba. Aliyehitaji kuomba vizuri ni yule ambaye anajua kanuni na taratibu za kuomba, na kanuni hizi zinapatikana kwa njia ya mafundisho. Ndio maana leo tunaziangazia kanuni walau 7 za kuomba kwa ufanisi. Sasa kanuni ya kwanza au jambo la kwanza la muhimu kabisa ambalo
litakusaidia kuomba kwa ufanisi. Namba 1, maombi ni lazima yafanyike kwa jina la Yesu. Maombi yafanyike kwa jina la Yesu. Hiyo ni lazima, ni kanuni, ni utaratibu, ni msingi wa kwanza wa kuomba kwa ufanisi. Maombi yafanyike kwa jina la Yesu. Yohana sura ya 14 mstari wa 13 hadi wa 14. Yohana 14:13. Hapa tunaiangazia kwanza yenye uzito zaidi, ambayo inasema kuomba kwa jina la Yesu Kristo. Maombi yafanyike kwa jina la Yesu Kristo. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari huu wa 13 anasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba lolote kwa jina langu, yani kwa jina la Yesu Kristo, Yesu ameweka ahadi ya kwamba hilo atalifanya. Kwa sababu gani? Ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mstari unaofuata wa 14, mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Mkazo mkubwa wa maombi unatajwa hapa ni kwa jina la Yesu Kristo, kama moja ya kanuni na utaratibu wa kwanza wa kuomba kwa ufanisi. Maombi yafanyike kwa jina la Yesu Kristo. Andika maandiko haya mengine, kitabu cha Yohana 16:24, Yohana 16:24, lakini pia Matendo ya Mitume sura ile ya 4 mstari wa 12. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Tusome andiko moja kati ya haya kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya 16 mstari wa 24. Bado mkazo unabakia pale pale, ombeni ama tuombe kwa jina la Yesu Kristo. Yohana sura ile ya 16 mstari wa 24, tupeleke hapo tuweze kuona mkazo huu wa jina la Yesu. Anasema, hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Yesu anatutaka tuombe kwa jina lake. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ilo andiko ambalo nimekupa, Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 12, anasema hatuna jina lingine litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo kila muombaji anapaswa kufahamu kanuni hii ya kuomba kwa ufanisi. Lazima maombi yake yawe katika jina la Yesu Kristo. Majina mengine hayana nguvu isipokuwa jina pekee la Yesu Kristo lina nguvu zaidi ya nguvu ya kawaida. Kanuni ya pili, imani thabiti. Kuwa na imani thabiti. Kuna imani, lakini pia kuna imani thabiti, imani timilifu, imani ya dhati huitwa imani thabiti. Marko sura ya 11 mstari wa 24. Marko 11:24. Hii ni jambo la pili la muhimu linalokufanya maombi yako yawe katika hali ya ufanisi. Lazima uwe na imani. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Imani ni jambo la muhimu sana kwa muombaji, na imani ndio kanuni pia ya pili ya muhimu inayofanya maombi kuwa maombi ya ufanisi au maombi yenye uzuri, yenye nguvu. Imani thabiti. Kwa hiyo mnapoomba, anasema lazima muamini. Muombaji lazima aamini, lazima awe na imani thabiti kwenye kile ambacho anamuomba Mungu.
hajakikamata ama kukipata bado kwa macho ya damu na nyama, lakini moyoni mwake aamini ya kwamba kile ambacho namuomba Mungu, Mungu amenipa tayari, aweze kukiona kabla ya kuona kwa macho ya damu na nyama. Hii inaitwa ni imani thabiti. Kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 6 hadi wa 8. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 6 hadi ule mstari wa 8. Maombi lazima yasimame kwenye msingi wa imani. Muombaji awe na imani thabiti, imani timilifu. Kitabu cha Yakobo ile sura ya kwanza mstari ule wa 6 anasema, na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Ngoja kidogo. Maana mtu kama huyo asidhani kuwa atapokea kitu kwa Bwana, ajapoomba pasipo imani, asidhani ya kwamba alichoomba atakipokea, kwa sababu ameenda kinyume na utaratibu, kinyume na msingi, kinyume na kanuni ya kuomba kwa ufanisi. Wengi leo tunaomba kabisa, lakini sio wengi wenye kuomba katika msingi wa imani. Wengi huomba alafu huwa na mashaka ndani kwamba sijui kama Bwana atafanya kwa jambo hili, sijui kama Mungu atalifanya ama ataliweza. Niliwapaga mfano wakati fulani, sijui ni hapa ama sehemu gani. Watu wamekwenda kumwombea mgonjwa ambaye alikuwa yupo mahututi kabisa, katika hatari ya kufa. Kwenye yale magonjwa ambayo madaktari wanasema kwa huu hakuna uponyaji, yaani hakuna dawa, labda muamini tu Mungu. Kwa watu hao wakaenda kumwombea mgonjwa. Alikuwa nyumbani kwake huyo mgonjwa. Kwa wakaanza kuomba na kuomba. Walipomaliza kuomba wakaondoka. Sasa wanavaa viatu, wanaulizana, yani sijui kama atapona. Yani sijui kama atapona. Lakini hao wanaosema sijui kama atapona ndio hao ambao walikuwa kimwombea mgonjwa. Kwa maombi ya namna hii ya kusema sijui kama atapona, yanaonesha wana mashaka mioyoni mwao. Na hapo wasidhani kama watapokea kitu. Tumalizia mstari ule wa 8 kwenye kitabu hiki cha Yakobo sura ya kwanza mstari ule wa 8. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 8. Wa 7 anasema, asidhani mtu huyo kama atapokea kitu, kama ataomba akiwa na mashaka. Mtu wa nia mbili husita katika njia zake zote. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuwa na imani thabiti kwenye maombi tuombayo, kwa sababu hii ni kanuni ya kuomba kwa ufanisi. Kitabu cha Marko sura ya 9 mstari wa 23. Utasoma kwa muda wako. Marko 9:23. Lakini pia Marko sura ile ya 5 mstari wa 34. Kwenye Marko sura ya 5 kuanzia mstari ya juu kidogo, tunamwona mwanamke aliyetokwa na damu muda wa miaka 12. Huyu mwanamke alimwendea Yesu kwa imani kabisa, akashika pindo la vazi la Yesu, akiamini atakaposhika vazi la Yesu atapona. Na ndivyo ambavyo alipokea uponyaji. Yesu anasema kwenye mstari huu wa 34, Marko 5:34, akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Imani yako imekuponya. Muombaji akikosa imani, maombi yake ni bure. Hayawezi kufua dafu,
hayana maana, kwa sababu hasidhani kama atapokea kitu nje ya kanuni ya imani. Kanuni ya tatu, hoja kamili. Isaya 41:21. Hoja kamili. Isaya 41 mstari wa 21. Andika pia na Marko sura ya 10 mstari wa 49. Marko sura ya 10 mstari wa 49 mpaka 51. Tutakwenda kusoma kwenye kitabu cha Marko sura hii ya 10 49 mpaka hapo 51. Lakini hapa tunapozungumza kwa habari ya hoja kamili, muombaji hana budi kuwa maalum kwenye lengo moja, kuwa specific kwenye eneo moja, awe na hoja nzito, hoja kamili ya maombi anayomuomba Mungu. Asipokuwa na hoja kamili, ametoka nje ya kanuni ya kuomba kwa ufanisi. Maombi yake yanaweza kawa ni mazuri sana, lakini kwenye kanuni za kiroho atakuwa ni mtu kana kwamba anayezunguka, ajui aombalo. Kwenye kitabu cha Marko ile sura ya 10 mstari wa 49 tunapewa habari ya mtu mmoja aitwaye Bartimayo aliyekuwa kipofu. Mtu huyu alikutana na Yesu na alimuomba Bwana, alafu watu wakamnyamazisha, naye akaendelea kumuomba Bwana. Katika mstari wa 49 anasema Yesu akasimama akasema, "Muiteni." Maana alikuwa anamuita Yesu. Akasema, "Muiteni." Wakamuita yule kipofu, wakamwambia, "Jipe moyo, inuka, anakuita." Mstari wa 50. Mstari unaofuata, akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, "Wataka nikufanyie nini?" Yule kipofu akamwambia, "Mwalimu wangu, nataka nipate kuona." Hiyo ilikuwa ni hoja kamili ya mtu aliyekuwa kipofu. Anataka kuona. Huyu alikuwa ni maskini, tunafahamu, kwa sababu alikuwa akiomba njiani. Biblia haielezi zaidi juu ya familia yake. Inawezekana pia familia yake ilikuwa ni familia maskini vile vile. Sio rahisi sana kusema nataka nipate kuona akati anaongea na mwezeshaji wa yote. Labda mtu wa leo angeulizwa swali hili, ambaye ni muombaji, angeweka listi ndefu ya mambo mengi anayoyahitaji kwa wakati mmoja, bila kujua katika hayo 20 au 30 ni lipi hasa lenye uzito, lipi hasa ambalo ni kubwa kuliko mengine. Bartimayo alichagua moja kati ya lile ambalo zito kwake, akamwambia, "Bwana, nataka nipate kuona." Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii labda angeweza mtu kusema, "Nipatie fedha, nipatie mali," na kuomba mambo mengi ambayo ni mazuri kabisa. Lakini kwenye kanuni ya kiroho, katika hayo mazuri ulionayo, lazima ufanye kipaumbele. Uweke kipaumbele katika aya 10, 15, 20 au 5. Lipi hasa lina uzito ambalo kwa hilo napaswa kupeleka mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu kuweka kipaumbele maombi ambayo unaoyaomba. Na hapa tunazungumza kwa habari ya hoja kamili, tena yenye nguvu. Kwenye hiyo Isaya 41:21 anasema, "Leteni hoja zenu kamili." Leteni hoja zenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kanuni hii ya tatu ni ya muhimu, inayotufanya kuomba kwa ufanisi, kuomba vizuri. Maombi yawe yenye nguvu yanahitaji kuwa na hoja kamili, yenye nguvu, yenye uzito.
Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bartimayo ametushangaza sana kwenye mfano huu wa kitabu cha Marko 10 hii tulikosoma hapa 52. Amekuwa ni mtu wa ajabu sana, ambaye amechagua moja kati ya mambo mengi mwenye anayoyahitaji. Ni tofauti kabisa na yule ambaye alikuwa akiomba uponyaji kwenye kitabu cha Yohana sura ya 5. Andika hiyo, Yohana sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza, utasoma mwenyewe mpaka mstari wa 14, ni parefu zaidi. Yohana 5:1 hadi 14. Kuna mtu alikuwa anaumwa pale, anasubiri maji yachemke ili apokee uponyaji. Swali kama hili aliulizwa, unataka kuwa mzima? Alafu akaeleza mambo mengi, kwamba sina mtu akunitia birikani, maji yanapochemka, nikitaka niinuke mwingine anakuja mbele yangu, nikitaka nifanye hivi mwingine anaingia mbele yangu. Swali ni moja tu, wataka kuwa mzima? Maana ilikuwa ni nyepesi kabisa kumwambia Bwana wangu, nataka kuwa mzima. Lakini imeandikwa vile kwenye kitabu cha Yohana 5 kutufundisha sisi kwenye eneo la maombi. Mara nyingi tumekuwa na maombi ya kuzunguka sana. Tunazunguka sana, kuhit the point inakuwa ni kazi. Ile focus ama lengo, tunafikia lengo mwishoni kabisa kwenye maombi, au wakati mwingine lengo halifikiwi. Lakini kwa huruma tu zake Mungu, yeye utujibu pamoja na kuzunguka kote huko. Anasema mtu huyu nimeuona moyo wake, hajui kuomba ipasavyo, lakini kwa huruma zake anaweka majibu. Lakini kwa sababu tunafundishana, ni vyema kuwa na hoja kamili. Kwa angalia hoja ulizo nazo, unazohitaji kupeleka mbele za Bwana. Alafu chagua, weka kipaumbele. Ipi ni nzito kuliko nyingine? Hiyo ambayo ni nzito itangulize kwanza. Mwambie Mungu, naomba kwa hoja hii kwanza nianze kuzungumza na wewe, alafu mengine atafuata baadaye. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaelewana vizuri kanisa? Shangilie Bwana sana. Kanuni ya 4 ya muhimu sana pia, neno la Mungu liwe sehemu ya maombi. Neno la Mungu liwe sehemu ya maombi yako, au neno la Mungu lihusike katika maombi. Kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 12. Yeremia sura ya 1 mstari wa 12. Andika pia na Isaya sura ya 43 mstari wa 26. Hivyo tusome andiko moja kati haya. Tusome la Yeremia sura ya 1 mstari ule wa 12. Anasema, ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu, naliangalia neno langu ili nilitimize. Kwa hiyo kanuni hii inamtaka muombaji ajielekeze kwenye ahadi za Mungu. Awe ni mtu ambaye ni msomaji wa neno, anayechukua muda wake wa kutafakari neno, mwenye kulihifadhi neno la Mungu ndani yake, ili kwa hilo achanganye na maombi. Na hapo maombi yake yanakuwa ni maombi yenye nguvu, yanakuwa ni maombi yenye ufanisi. Ndugu zangu, tuulizane hapa, ni mara ngapi tunachanganya neno na maombi? Ni mara chache sana. Yaani kiongozi anayetuongoza au wewe unayeomba, kile unachokiomba kimeandikwa. Ipo ahadi kwenye hicho unachohitaji. Chochote kile. Iyo kwenye eneo la afya, Mungu amezungumza sana kwenye eneo la afya kwenye neno lake. Iwe ni eneo la biashara au kazi ya mikono yako, hata hilo pia ahadi za Mungu kwenye kazi na biashara yako imeandikwa. Iwe kwenye huduma kama hii, ama huduma yako binafsi, karama uliopewa na Bwana, imeandikwa pia. Sasa kama sio msomaji wa neno, huwezi kuomba kwa ufanisi, haiwezekani. Utakuwa ukiomba kwa kutumia akili zako, ufahamu wako wenyewe. Ahadi za Mungu utakuwa umesukumia mbali.
Lakini neno hili ya Yeremia 1:12, maandiko yanasema yeye Mungu analiangalia neno. Ndio maana kwenye Isaya 43:26 anasema unikumbushe, njoo tuhojiane. Sio kwamba amesahau, anataka kusikia kwako ahadi zake zipo kiasi gani ndani ya moyo wako. Unapoomba na kukoti ahadi za Bwana, maombi yako yanakuwa ni maombi ya mtu mwenye nguvu. Pigie Bwana makofi kama dada yangu pale. Kwa hiyo tuna wajibu wa kukaa kwenye neno. Msingi ukawe ni neno, ili litusaidie wakati wa maombi, ili tuwe na maombi yenye nguvu. Sema tena amina. Kanuni nyingine ya 5, kumruhusu Roho Mtakatifu akuongoze. Kumruhusu Roho Mtakatifu akuongoze. Kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 19 hadi wa 20. Andika tena Zekaria sura ya 12 mstari wa 10. Andika tena Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Narudia. Mathayo sura ya 10 mstari wa 19 hadi 20. Zekaria sura ya 12 mstari wa 10 na Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Tusome moja kati ya haya. Zekaria sura ya 12 mstari wa 10. Zekaria 12:10 na Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Tusome hili la Mathayo sura ya 10 mstari wa 19 hadi wa 20. Tunafahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ndio engineer, ndio director, ndio kiongozi, ndiye hasa akupae njia, anayekuongoza kwenye maombi. Ukimwacha huyu, hakuna maombi ya ufanisi. Anasema lakini hapo watakapowapeleka msifikiri. Neno msifikiri ina maana msije mkatumia akili zenu wenyewe, msije mkajiongeza kwa ufahamu wenu wenyewe, msije mkawaza kwa mawazo yenu wenyewe. Msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayosema. Kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu. Nalitaka hilo neno, Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Huyu Roho wa Baba yetu ndiye Roho Mtakatifu asemaye ndani yetu. Kumbe Roho Mtakatifu anasema ndani yetu, na yupo active kwa mtu ambaye amemlingana Mungu. Huwa anasema na mtu ndani na kumuongoza na kumpa msukumo wa maombi na kumwambia nini anapaswa aombe na wakati gani wa kuomba. Yaani ni halisi kabisa. Huwa anazungumza kwa msukumo mkubwa ndani. Wangapi washapata msukumo mkubwa wa maombi, unakama unasikia hebu omba, yaani hata ujui ulikuwa hujapanga, lakini kuna msukumo unakuambia omba. Wapo wengi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini shida yetu kubwa sasa kwenye hili eneo, hatumpi nafasi Roho Mtakatifu kwenye maombi. Hatumpagi. Bwana asifiwe sana. Anaweza akakusemesha ndani kwamba muda huu ingia kwenye maombi, alafu wakati unasikia sauti yake ndani au msukumo, unasema nitaomba baadaye nikifika nyumbani. Aliyekusemesha anajua hata muda wa baadaye, ana makusudi ya kusema na wewe wakati huo kwamba ombe. Sasa wengi tunapuuzia na kupanga ratiba zetu wenyewe, kama nitakuja kuomba usiku, nitaamka najisikia niombe kwa ajili ya mwanangu au kwa ajili ya baba au mama, kwa ajili ya dada, kwa ajili ya huyu, alafu tunasema tutaomba baadaye. Ukifanya hivyo manake maombi yako hayawezi kuwa na ufanisi. Kweli unaweza ukaomba vizuri hapo baadaye,
lakini kwenye mizani ya kiroho umepungua, kwa sababu umefanya kwa akili zako mwenyewe, umeshindwa kutii sauti na msukumo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Ni maombi yangu asubuhi hii, Mungu atusaidie tunapopata msukumo wa maombi, tusipuzie msukumo huo, bali tuombe wakati huo huo, kwa sababu Bwana anataka wakati huo huo afanye ya kwake. Bwana asifiwe. Lakini kumruhusu Roho Mtakatifu ni jambo la msingi sana. Hata kwenye maombi ya pamoja, hapo Roho Mtakatifu akipewa nafasi, anaachilia majibu yake yeye, yanakuwa ni tofauti na yale yote ambayo tumepanga sisi. Tunaweza tukapanga mambo mengi, lakini tunapoanza maombi, Roho wa Bwana akatupeleka kwenye kiwango ambacho anataka tubaki hapo, hatuna budi kumsikia yeye ili tupokee majibu yake na majawabu. Sema amina. Bwana asifiwe. Ni muhimu kumruhusu Roho Mtakatifu kama kanuni ya muhimu sana ya kuomba kwa ufanisi. Tumalizie kwa muda ambao tuko nao. Ya 6, maombi yafanyike katika mapenzi makamilifu ya Mungu. Hii ni pana, lakini kwa muda tulionao niseme kidogo tu. Maombi yafanyike katika mapenzi makamilifu ya Mungu. Yohana wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 14. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14. Imeeleza vizuri sana kwenye andiko hili. Yohana wa kwanza 5:14, moja kati ya maandiko ambayo nayapenda sana. Yohana wa kwanza 5:14. Tunapozungumza maombi yafanyike katika mapenzi makamilifu ya Mungu, tuna maana yale unayoyaomba yakae au yawe ndani ya mapenzi ya Mungu. Kwa mfano mwepesi kabla kusoma andiko hili, ukiomba ndugu yako afe kwa sababu unamchukia, hayo sio mapenzi makamilifu ya Mungu, kwa sababu sio wewe kazi yako ya kuua. Lakini ukiomba ndugu yako amjue Mungu kikamilifu, aokoke, hayo ni mapenzi makamilifu ya Mungu. Ndio maana kwenye Yohana wa kwanza 5:14 anasema, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, anafanyaje? Atusikia. Lakini nje ya hapa ni kelele, hawezi kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwenye kitabu cha Yakobo, utasoma kwa muda wako, Yakobo ile sura ya 4 kuanzia mstari wa 3, Yakobo 4:3, yanaelezwa mapenzi mabaya ya mtu ambaye ni muombaji. Anaomba, anasema hata mpati kwa kuwa maomba vibaya. Anasema pale moja ya utaratibu wa kuomba vibaya ni kuomba kwa matamanio ya mtu binafsi, matamanio maovu, kama ambavyo leo tumeshuhudia baadhi ya maombi. Mtu anaomba ya kwamba ukampake mwenzake mavi. Mtu anaomba ya kwamba fulani afe, ateketee, yani Mungu asifike hata hiyo asubuhi, kate ngwala usiku, afe. Ukiuliza imekuwaje, anasema mtu huyu simpendi hata kumuona. Alafu wakati mwingine bila hata sababu, kuchukiwa bila sababu. Yes, kuna watu ambao wanaweza kuchukia mtu bila sababu. Ukimuuliza hana sababu ya msingi, lakini moyo wake tu haupendezwi na wewe. Alafu ikiwa bahati mbaya ndio mtu muombaji, unafikiri maombi yake yatakuwaje kama nje ya Roho Mtakatifu? Kwa hili tunaona kwamba maombi yawe ndani ya mapenzi ya Mungu. Na tunayajuaje mapenzi ya Mungu? Yameandikwa kwenye neno lake. Maana yake hapo lazima uweze kuwa msomaji wa neno. Kanuni ya mwisho ni kuomba kwa kurudia rudia, au kuomba bila kukata tamaa, au wengine usema kuomba bila kuchoka. Vyovyote vile maana ni moja, kwa kurudia rudia. Baba amekuwa akieleza vizuri sana hii point. Kwa kurudia rudia, bila kukata tamaa, bila kuchoka.
Kitabu cha Luka sura 18:1. Imewapasa kumuomba Mungu. Luka 18:1. Imewapasa. Jumatano tulijifunza hapo kwa undani sana. Imewapasa kumuomba Mungu. Maana inawalazimu kumuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Kuomba kwa kurudia rudia ni moja ya kanuni ya muhimu sana katika kanuni zetu hizi 7 za maombi kwa ufanisi. Kwa hiyo huyu mtu hawezi kuomba kwa ufanisi, lazima awe ni mtu mwenye kurudia rudia, mwenye kumwendea Bwana mara nyingi zaidi, mwenye kuomba mara nyingi zaidi, amewekeza muda wake kwenye maombi. Mtu huyu atakuwa ni mtu aombaye kwa ufanisi, akifuata pia kanuni zilizopo hapo juu ambazo nimekueleza. Bwana Yesu apewe sifa. Tumshangilie Bwana kwa makofi mengi. I hope so far kuna kitu fulani umejifunza, si ndio mtumishi wa Mungu? Basi naomba tusimame wote tufanye maombi kidogo kwa ajili ya neno hili ambalo tumejifunza kwa habari ya kuomba kwenye eneo la kanuni za msingi sana za kuomba vizuri, kuomba kwa ufanisi au kuomba katika nguvu. Najua wewe ni muombaji, sema amina. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, nimelisikia neno lako asubuhi ya leo. Umesema nami Bwana kwa habari ya maombi, kwa habari ya ufanisi wa kuomba kwangu. Nisaidie Mungu, kwa kuwa mimi nina udhaifu katika eneo hili. Umesema mwenyewe kwenye Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 26 ya kwamba Roho wa kwako, Roho Mtakatifu unanisaidia asubuhi ya leo. Nakuhitaji wewe unisaidie kwenye udhaifu huu wa kuomba kwa ufanisi. Roho wa Bwana nitie nguvu, nitembee kwenye msingi wa maombi, kwenye kanuni za kiroho za kuomba kwa ufanisi. Nakuhitaji Roho wa Bwana uniwezeshe. Omba mahali ulipo mwenyewe, omba mahali ulipo.